hii siku ya Ijumaa ya Ramadhan mimi nimefika msikitini saa 6:30 imanan wahtisaba, nimefanya haya kwa ajili ya kumwamini Allah na kutarajia thawabu zangu. Nadim, enda juta pia mtu huyo, kwa nini sikuzidisha kuja mapema zaidi? Sasa yule mwingine, sasa Allah tuepushe musia, yule mtu muovu, nadima yakuna nazaa, enda juta, kwa nini mimi sikuache upumbavu fulani na upumbavu fulani? Kwa nini mimi kila saa na haraka, siwahi kumswalia mtume, siwahi kumsabihi Allah, maneno yangu yalikuwa ya kusengenya, maneno yangu yalikuwa ya fitna, maneno yangu yalikuwa ya kuzua na kadhalika. Na majuto haya hayana faida tena. An-nadham tauba, kule kujuta ndugu zangu ni toba. Lakini tuenda juta wapi? Kila siku tuambizana tuwai msikitini sisi, au hatuambiani Waislamu? Situambiana kila kukacha. Basi sio vizuri Ijumaa kuja saa 7 kasorobo, tena sunna ya mtume isoma kila Ijumaa. Swala adhana tu inaposimamishwa siku ya Ijumaa, acheni majukumu yenu, acheni biashara zenu, wahini misikitini. Ndio masahaba wanaposikia tu ile adhana, Allahu akbar, Allahu akbar, taraha mitraqa, mtu pale pale nyundo yake ile anaiangusha chini, pale pale anakimbilia msikitini. Leo imekuwa ni mambo ya kawaida tu kwa Waislamu, yani mazoea, tumejizoesha kwamba sala zasimamishwa. Kuna baadhi yetu wao lazima imamu anapotoa assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum, swala inapomalizika asimama amalizie raka 2, sio mara moja. Ndio utaratibu wake, kwamba achelewa dhuhuri, achelewa maghrib, achelewa isha, yani achelewa tu. Sasa matokeo yake nini? Hata ukiingia peponi waingia nini? Kwa kuchelewa, kama pia utaingia. Sasa balil insanu ala nafsihi basira, Allah anatuambia mwanadamu yoyote anajifahamu na anajitambua na anatakiwa ajithamini yeye mwenyewe ndani ya nafsi yake, sababu ibada ni za Allah, ndiyo ametufardhishia, ametulazimisha. Sasa yawaje umeona bora ofisi yako, biashara yako siku ya Ijumaa kuwa wewe wachelewa? Kwa nini? Fahari yetu ndugu zangu ni kuwahi kufuata maelekezo ya Allah tabarak wa taala, ukawacha hilo jambo baada ya sala ukalifanya. Sasa watu waenda shindana katika hali hiyo ya kushindana katika kheri. Ona masahaba hawa wawili, warajulani tahabani fillah, wakafuata ile hadithi ya mtume kwamba watu sampuli 7 wenye sifa 7 watakwenda kupata kivuli siku ya Kiyama, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah, cha arshi yake tabarak wa taala. Marafiki hawa wawili masahaba akawa wameshikamana kwa ajili ya Allah, huyu akifanya hivi, huyu naye afanya hivi, ili kila mmoja amzidi mwenzake. Sasa na sisi tunatakiwa tunaposhindana katika khair, tunapopendana katika khair, twenda kupata kivuli siku ambayo hakuna kivuli ila kivuli cha Allah, na kiko karibu kivuli hiki ndugu zangu. Siona twazikana, ushahidi wa kwanza ni kwamba kila siku twazika watu, ndio manake tuko karibu, karibu jidda. Kiama kiko karibu mno kuliko unavyojijua wewe, kiko karibu sana ndugu zangu. Baada haya machache, Allah atie taufiki na azikubalie saumu zetu, na wazee wetu Allah wasamehe waliotangulia, na jamaa zetu wote. Jambo la mwisho inshallah, baada ya sala tumeombwa tuwasaidie watu wasiojiweza, ili na wao waweze kupata iftari na wajisikie. Kwa hiyo tutaomba inshallah tuweze kuwasaidia. Mmoja katika wanawachuoni wakubwa sana, Allah amrahamu, ameshafariki, yeye alikuwa akitafsiri hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba kuna malaika wawili. Hawa malaika wameumbwa na Allah, kazi yao maalum, alfajiri tunapoingia wanazunguka ulimwenguni, halafu wanaomba dua. Malaika sio wanadamu, malaika hawa. Allahumma a'ti man a'ta khalaf, yani kazi yao malaika hawa wanamuomba Allah, ya Rab, mzidishie yule aliyotoa badali, mtilie baraka katika kazi zake. Hii 1000 aliyoitoa Allah itie baraka. Ni malaika kila siku. Halafu ya Allah, malaika anaomba tena, mtilie ukorofi huyu ambaye kakataa kutoa, ndio talafa, maana yake mtie ukorofi kazi zake. Tia ukorofi tu, yani zisiwe na baraka, riziki zake zisiwe na baraka, kwa sababu mwenyewe ni mgumu, hataki kufanya mambo ya kheri kwa maksudi. Sasa mtie ukorofi. Sasa huyu mwanachuoni anasema, tasaddaq ya akhi almuslim,
walau an tatasaddaq yasiran shay'an yasira, tasaddaq, toa sadaka, walau shay'an yasira, japokuwa sehemu ndogo ya uwezo wako, lakini usikubali yani sehemu ndogo, basi hata ile 100 si ndio unayo, itoe liidrak, ili upate kuingia. Dua hii ya malaika inaombwa kila siku, yani unatakiwa tupupie. Nani anataka msaada, mtafutie alipo, utoe ile 100 yako. Unapoitoa yule malaika tayari amwambia Allah mzidishie. Kwa hiyo ndugu zangu, baada ya swala, kila mmoja wetu hapa ndani kile alichojaaliwa na Allah kwa baraka na utukufu wa mwezi wa Ramadhani tutoweni, na kule kutoa pia tushindane na tukumbushana, kwa sababu nafsi lazima tuikumbushe katika mambo kama haya. Bila kuikumbusha utakwenda zako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika khairi. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.